Na mahakama ya Naivasha imempata mmiliki wa bwawa la Solai katika kaunti ya Nakuru, Perry Mansur na wenzake 8 na kesi ya kujibu kuhusiana na mkasa wa kuporomoka kwa bwawa la Solai mwaka 2018 ambapo watu 48 walifariki na mali ya watu kuharibiwa. 9 hao sasa watafika mahakamani kujibu mashtaka ya kuchangia kutokea kwa mkasa huo, vifo na uharibifu wa mali. Mahakama ya Naivasha ilikuwa imefutilia mbali mashtaka hayo mwaka 2018 dhidi ya 9 hao. Ila mkurugenzi wa mashtaka ya umma akapinga uamuzi huo. Willy Lusige na taarifa zaidi. Mmiliki wa bwawa lililoporomoka mnamo mwezi Mei mwaka 2018 na kusababisha vifo vya watu 48 na uharibifu wa mali, Perry Mansur na wenzake 8 wamepatikana na hatia na mahakama ya Naivasha. 9 hao wanakosa la kujibu kuhusiana na vifo vya watu 48 pamoja na uharibifu wa mali, kando na kukosa kuzuia mkasa huo kutokea. My humble view, it would be inadvisable for me to give reasons for holding that the accused persons have a case to answer at this point. Of course, the reasons are obvious. I therefore make a finding in totality that all the accused persons have a case to answer. They are placed on their defense on all the counts they are charged with. Wanane hao kando na Mansur ni Vinod J. Kumar, Johnson Njuguna, Luka Kipiegon, Winnie Mudhoni, Jacinta Were, Tomkin Odo Odhiambo, Willy Omondi na Linet Cheruyot. Uchunguzi kuhusu mkasa huo uliofanywa na tume isiyo ya kiserikali ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, KHRC, uliupata usimamizi wa bwawa hilo na kosa la kusababisha vifo vya waathiriwa 48 waliofariki baada ya bwawa hilo kuporomoka tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2018, kando na kuharibu mali ya watu. Mwezi Februari mwaka 2020, mahakama ya Naivasha iliwaondolea 9 hao makosa kuhusiana na vifo vya waathiriwa hao 48, ila mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji akapinga uamuzi huo, hivyo basi kusababisha uchunguzi kuhusu kisa hicho kuanza upya na kesi hiyo pia kuanza upya. Bwawa hilo la kibinafsi liliporomoka na kusomba majumba ya watu na mali, kando na kusababisha vifo, huku mkasa huo ukiwaacha zaidi ya watu 5,000 wakiwa wakimbizi wa ndani kwa ndani. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 11 mwezi ujao. Willy Lusige, News, Nairobi. Na hatimaye Ali Kololo, mwanamume aliyehukumiwa kifo gerezani